Familia yangu ya mimi na Jude zimekuwa zikijuana kwa muda mrefu sana. Hata kabla ya mimi na Jude kuzaliwa. Baba zetu walikuwa marafiki, walisoma wote. Na sisi tulivyozaliwa tumekuwa tukicheza wote. Nilikuwa na miaka 8 wazazi wangu walipokufa. Familia kina Jude ilinichukua na kunilea mpaka nilipofikia umri wa kujitegemea na kuendesha mali za wazazi wangu. Naomba unisamehe sana Maya. Lakini kumbuka jua bado nakupenda. Unajua kumwangalia mwanaume mwingine namna ile, ujue naumiza sana. Na naona wivu. Ulivyokuwa unafanya ujinga wako na Pipi, nilikuwa nakuingilia wewe. Naomba unisamehe sana Maya. Najua nakuwa mbinafsi. Lakini naomba unipatie nafasi nyingine. Sitokuumiza tena Maya. Maskini mama yangu. Anateseka na umri wake. Yote kwa sababu yangu. Umeona sasa Rebeka? Ushajua ni kwa nini nataka nitoke hapa? Unajua Kevi, kinachotokea kati yetu ni kama ndoto. Kitu gani? Wewe kurudisha hisia zangu. Niliona ulivyokuwa unahangaika kuhusu mkeo. Nikajua unampenda sana. Na mimi sina nafasi. Nishaanza kumove on. Ndio ulitaka uende kwa huyo Jude wako? Sasa Jude anaingiaje hapo tena? Kweli. Maana niliona mlivyokuwa mmegandana. Kumbe afadhali nilivyokuwa karibu na Jude. Maana amekufanya uoneshe hisia zako. Haya niambie. Kwa nini ulikuwa unanikataa wakati unanipenda? Nilikuwa naogopa. Nilikuwa nahofia yale yaliyotokea kwa Tina asijakatokea tena na huku. Nilikuwa nikijitazama najiona na mapungufu makubwa sana. Lakini nilikwambia nakupenda ulivyo. Sio kama mimi na Tina tulikuwa tupendani. Lakini wakati mwingine Selina, mapenzi peke yake hayatoshi. Ndoto zako ni nini Kevi? Ndoto za nini? Yeye anataka kufanya nini? Selina, usitake kunirudisha shuleni. Simaanishi shule tu. Sio kila mtu aliyoenda shule amefanikiwa. Kuna mabilionea wakubwa sana duniani na waliacha shule. Wewe kama wewe unataka nini? Kazi yenye kipato kikubwa au kuanzisha biashara? Na maanisha hivyo yani. Sasa hivi nimefanya kazi ya usafi na nimeona ni nzuri sana. Nataka nikipata hela nije nifungue kampuni yangu ya usafi. Kwa nini kampuni ya usafi? Kwa sababu inatoa ajira kwa kila mtu. Vijana kwa wazee, waliosoma na hata ambao hawajasoma kama mimi. Ninaamini nikiwa na kampuni yangu ya usafi nitaajiri watu wengi sana. Hasa wale ambao hawana ajira, wanaohangaika mtaani kama nilivyokuwa mimi. Wazo zuri. Haujifikiri mwenyewe. Unafikiria na wengine. Na hii ndio sababu nakupenda. Wewe sio binafsi. Sawa. Tafuta eneo, jina la kampuni na usajili. Nitakupatia mtaji. Sihitaji pesa zako Selina. Nitafungua kwa pesa zangu mimi mwenyewe. Kubali kuwezeshwa. Hakuna mtu aliyofanikiwa katika maisha pasipokuwa na watu wa kumshika mkono. Hata hivyo, sikupi tu hela. Mimi ni mfanyabiashara. Ninathamini hadi senti. Nakupa mkopo. Tutafuata sheria zote za mkopo. Lakini riba yako itakuwa ni ndogo. Na utakuwa ukinirudishia kwa muda wa miaka 5. Na kama kampuni itakuwa inafanya vizuri, basi nitakuwa shareholder. Kazi imeisha. Selina, unachokisema unamaanisha? Niletee karatasi ili uone kama namaanisha au la. Kwa nini unafanya hivi lakini? Najua unakataa kuwa na mimi.
kwa sababu unahofia kujisikia mdogo tena kama ulivyokuwa kwa Tina. Nataka kuinua heshima yako ili uwe na ujasiri wa kusimama mbele yangu kama mume wangu au mpenzi wangu. Naona unazidi kunipenda. Wewe tena unapenda sana kujisifia yani. Nisipojisifia mwenyewe naye atanisifia. Fanya research, andaa proposal na budget nzuri inayoeleweka na uniletee mezani kwangu. Hakikisha inakuwa ni nzuri, la sivyo siwekezi. Tina, umeona ubishi wako ulipa kupelekea? Kwa nini usipige ngoma kucheza mdundo ikiwa Amina? Ndio Tina, nafurahi kuwa unawepitia. Na hapo bado hiko ni kionjo tu. Tina, wewe ulisema mimi malaya kumano miguu. Sasa nakusubiri sana nione utakapoishia kama mimi. Utaishia kama mimi Tina. Labda mimi sio Amina. Nakuonea huruma sana Amina. Yeye nakuonea huruma kweli kweli. Unatakiwa kujionea huruma wewe mwenyewe na sio mimi. Nakuonea huruma kwa sababu moyo wako umejaa sumu. Kiasi kwamba uone namna unavyogoka kwa sumu. Sumu ambayo inakumeza wewe mwenyewe Amina. Nakuonea huruma sana. Tina, mimi na wewe wa kuonea huruma ni wewe na wala sio mimi. Kwa sababu hata mtoto wako aliuliwa na mama yako na bila wewe mwenyewe kujua. Kama sio kuonea huruma ni kitu gani? Ni kitu gani Tina? Wewe unasemaje? Ndiyo Tina, umenisikia vizuri. Umenisikia vizuri sana. Hivi unadhani mimba yako itoka kwa bahati mbaya? Au kama daktari alivyokuambia? Tina, ulimuua mtoto wangu Amina, si ndio? Nakuuliza wewe, ulimuua mtoto wangu? Na kwa nini nifanye hivyo? Wakati ulikuwa na watu wengi sana wasiomtaka mtoto wako azaliwe. Tina, kitu usichokijua ni mama yako ndio aliyefanya kazi ile. Muongo! Muongo sana Amina. Mama yangu hakujua kama mimi na mimba mpaka pale mimba yangu iliharibika. Nisikize wewe. Usitaki kumpaka mama yangu matope. Una uhakika alikuwa ajui? Eti Tina. Una uhakika mama yako alikuwa ajui kama wewe una mimba? Kweli wewe ni kipofu Tina. Hivi kwa akili yako ndogo, kwa akili yako chache tu Tina, unafikiri ile migogoro ya kwako wewe na Kevi ilikuwa inakuja bure tu? Kwa namna mama yako alivyokuwa anamchukia Kevi, unadhani angeacha kitu ambacho kinaweza kuwaunganisha? Mwongo. Mwongo sana Amina wewe. Mamangu hakujua kitu.
Oh. Wewe ndio ulimwambia eh? Wewe ndio ulimwambia Amina. Unasubutu vipi kumwambia mama yangu? Amina kuwa leo. Tina. Kuwa mshibu. Chris Bando bei Kitonga. Ukiwa na laini ya Halotel unaweza ukapata bando GB 10 kwa shilingi 10,000 na kuendelea. Bando hilo linadumu kwa muda wa miezi 8. Usishangae, hayo ndo mambo ya Chris Bando. Utaratibu wake ni mrahisi mno. Unatuma pesa, anakuunga bando kwa uaminifu mkubwa sana. Chris Bando ana namba 4. Kwa sasa nitakutajia namba 2 tu. Namba 2 nitaziandika chini hapa. 0717 048 048 au 0785 73 63 61. Hakikisha jina linatokea Christopher Luoga. Chris Bando bei Kitonga. Samahani jamani, mimi mlango ulikuwa wazi. Usijali Julia. Karibu kae. Kwema. Kwema, karibu. Asante. Sikujua kama unakuja. Nimepiga sana simu yako ilikuwa ipatikani. Nikaenda ofisini nikaambia hujaingia kazini. Nikaamua kuja nyumbani. Nimezima simu kwa sababu sikutaka kusumbuliwa. Nilitaka kupumzika leo. Kuna tatizo? Ni kuhusu ile issue tuliokuwa tunaifuatilia. Umefanikiwa? Ndiyo. Na ndio maana nimekupigia. Sawa, subiri nikabadilishe nguo tuondoke. Samahani mpenzi. Inabidi nitoke mara moja. Hakuna shida. Unawezaje kunifanyia hivi Amina? Kuni mwanangu. Tina mwanangu. 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 Tulia basi. Nimekukosea nini mimi Amina? Kwani umemkubua mwanangu kwa nini? Sijamuua mwanao mimi Tina. Sijamuua mimi. Bado naongea uongo. Njoo hapo nikuonesha na domo lako kama la punda. Bwana punda. Tina, acha jazba. Niache nawe nimesema niache. Kuna nini kinaendelea? Nauliza kuna nini kinaendelea? Nyie? Ni nyie tena? Nachoka mimi. Hapana, sio mimi. Ni huyu Tina. Mimi nimetea tu chakula, yeye akaanza kunipiga. Huyu ndo anaanzisha fujo huyu Tina. Yaani huna hata ubabu wa kusema ulichokifanya Amina. Kazi yako wewe ni kuwachoma watu mgongoni tu. Najua na wewe ulihusika Tom. Mtalipa. Mtalipa na Wewe! Huyu afungiwe ndani mpaka kesho na asipewe chakula. Hata maji. Asipewe. Sawa. Sawa, hata maji. Haya, wote nje. Sitaki kumwona mtu hapa. Wote nje nimesema, naongea na wewe. Yana mimi nakwambia takuwa. Niache na wewe. Toka mtoe kinani changu hapo nitakuwa.
Vipi kesi inaendeleaje? Vipi? Bado namwaza mkeo au? Hapana. Kama binadamu lazima niwe na wasiwasi. Maana hali aliyonayo sio nzuri kabisa. Lakini pia ni mtu nayemfahamu. Nisikilize Kevin. Selina ameshateseka sana. Kuumizwa na Tom kidogo kumfanya changanyikiwe. Kama akiumizwa tena, sidhani kama ataweza kuhimili. Na kama upo naye kwa maslahi yako binafsi, ni bora kuondoka sasa hivi. Unamaanisha nini kusema kama niko naye kwa maslahi binafsi? Unajua nazungumzia nini? Sijui unanionaje. Lakini labda nikwambie kitu kimoja tu. Nampenda sana Selina. Na nataka awe na furaha kuliko mtu yoyote yule. Vizuri. Kwa sababu ukimuumiza, sitokusamehe kabisa. Na nadhani unatakiwa ujifunze kutoka kwa Tom. Tuondoke Judy. Baadaye mpenzi, sitachelewa, sawa? Hakuna shida. Tuondoke Judy. Mbwembwe zote zile za kusema eti tunashinda nyumbani leo pamoja ziko wapi? Huyo kaondoka kaniacha mwenyewe hapa. Baki kama mlinzi mimi. Na wewe naye alikuwa anamuonya nani? Alikuwa anamuonya nani? Ananifananishaje mimi na huyo Tom mimi? Jinga kweli huyo. Unanionya mimi wewe? Nenda naye sasa tuone mtafaidika kitu gani huko. Pengine labda ilikutunganisha, lakini ni kama upepo umetoweka, umeniacha mwenyewe. Lakini bado natafuta, bado natafuta, lakini bado. Uko bize? Sio sana. Karibu. Asante. Huko kwa ajili yako. Wow. Ni nzuri. Asante. Nimekuja hapa kukuomba kama tunaweza kula wote chakula cha jioni. Flanky. Lakini hii haitosaidia ujue. Najua, lakini ninachokitaka zaidi ni kuhakikisha unakula wewe pamoja na mtoto. Kwa stress ulizokuwa nazo, nina uhakika kabisa unajinyima kula kutokana na mawazo. Asante sana kwa kujali Flanky, lakini nampenda sana mwanangu. Siwezi nikajitelekeza na kusababisha madhara kwake kwa sababu ya mwanaume tu. Basi vizuri, na usikatae. Jioni tunaenda kula wote pamoja. Na kama chochote unataka kula, kwa mfano maembe, ndimu, limao, machungwa na vitu vichachu, wewe sema tu, kuwa free mama. Usijali, nikihitaji nitakwambia. Si umejileta mwenyewe? Ndiyo. Mimi naweza kukimbia kama pikipiki au zaidi ya pikipiki. Asante. Ni vizuri sana kukuona unacheka tena Maya. Nahitaji kuishi na mwanangu. Mbona umerudi mapema? Halafu ulisema utakuwa na Serina. Mbona hujaja naye? Nipo ndani mama. Mwanangu,
Mbona nakuona haupo sawa? Kulikoni? Hapana mama. Hapana. Nakujua mwanangu. Hebu niambie tatizo ni nini? Nipo sawa mama. Nahitaji kupumzika tu. Mwanangu, hebu kaa kidogo hapa kwanza. Tuongee. Yule mwanangu, mimi ni mama yako. Nakujua vizuri. Hasa unapokuwa na matatizo. Na pia unapoumia, hata nikiwa mbali kiasi gani, ni lazima nitajua. Kwa sababu tuna muunganiko mkubwa sana. Na unapoumia, hata mimi mamako naumia. Na ni lazima nijue. Hata ukiwa mbali kiasi gani. Maana naona tumbo la uzazi linanikata. Niambie mwanangu. Unasumbuliwa na nini? Ni Selina tena? Ndiyo. Amefanyaje tena? Itakuwa mimi na yeye. Hatukupangiwa kuwa pamoja mama. Kwa nini unasema hivyo? Selina na mwanaume mwingine mama. Anaishi naye. Kila nikisema hii ni nafasi yangu kwake, anakuja mtu mwingine na kuichukua. Mama, hatuwezi kuwa pamoja. Sauti yako nikisikia na kuwaza wewe, ingali bado sijazoea kuishi bila wewe. Kumbukumbu, kila kitu kitakuwa sawa mwanangu. Nampenda sana Selina mama. Nifanyaje? Naumia sana. Mbona sasa umetoweka, nitawezaje kuishi mwenyewe? Niliamini ndoa pengine labda inekutunganisha, lakini ni kama upepo umetoweka, umeniacha mwenyewe. Lakini bado natafuta, bado natafuta, lakini bado Habari za jioni. Salama. Samani, unajua asubuhi sikukuuliza hata jina lako. Sijui unaitwa nani mwenzangu? Naitwa Salma. Oh, Salma. Safi. Vipi, bosi wako yupo? Hayupo. Na aliniambia ukija nisikufungulie mlango. Usiku mwema. Sasa imekuwaje hajarudi mpaka sasa hivi jamani? Usiku kama huu. Hajui kama ni hatari kwa hali yake. Afadhali nimekuona. Tina, fanya kitu. Wataniua nikiendelea hivi. Mbona nikodolea mimacho kama popobao? Sema kitu. Tina, fanya kitu tutoke hapa. Hivi mama, ushawahi kunipenda kweli? Unamaanisha nini? Mama, lakini mimi nakuuliza. Nataka unijibu. Hivi unanipenda kweli mwanao?
Sauti yako nikisikia na kuwaza wewe, ingali bado sijazoea kuishi bila wewe. Kumbukumbu bado zanitesa, nimebaki mwenyewe. Uliniahidi kunipenda, usingeweza niacha mwenyewe. Mbona sasa umetoweka, nitawezaje kuishi mwenyewe? Niliamini ndoa pengine labda ingekutunganisha, lakini ni kama upepo umetoweka, umeniacha mwenyewe. Lakini bado natafuta, bado natafuta, lakini bado natafuta, bado natafuta. Sauti yako nikisikia na kuwaza wewe, ingali bado sijazoea kuishi bila wewe. Kumbukumbu bado zanitesa, nimebaki